in the political scene recently. It's hot there. It's really hot there. And tukoretwo tukiona maundu maingi muno maria mara happen kuria. And nikurigeta gukorwo gukifomwo a coalition. Na pale hivyo tukaona picha imepostiwa pale hivyo ya Rigathi Gachagua, mena Matiang'i, Martha Karua, Kalonzo Musyoka, Mukisa Kitui, who else? Eugene Wamalwa, JB Muturi, Mithika Linturi, adoshi yothe mage parade hauna kuonania this is the coalition to send Kasongo home. Na uhoro uyu ni tuthurite mixed reactions goko nenda-ini. Na of course one of the people aria makoretwo against that idea ne Morara Kebaso. Morara Kebaso is one of the people aria tha ici tukoretwo tukiona agichipuka muno in the political scene. And some weeks ago tuamuonete mucemanio-ini na that team. But right now he is of a very contrary opinion. Ena murugamo very different. Thaishi iria kurari mucemanio wa opposition kuria wa Munyoro. That day he posted the fraud that has been happening, hari farafaraisho cia wa Munyoro, all the things that have been happening not in a straight way. Arashoka ira turamuona akuria next to Kalonzo's residence. Viongozi wa upinzani wamekutana kule wa Munyoro. Ndio. Mimi nikaandika kwenye mtandao. Nikasema wale wote ambao wameenda wa Munyoro. Alright. Na waomba tafadhali. Ndio. Mkishamaliza kula mchele na supu, mtoke hapa nje. Ndio. Kuna kitu nataka kuwaonyesha hapa nje ya gate. Kwa sababu nje ya gate ya Rigathi Gachagua, nje ya boma yake kwa gate, iko barabara inapita hapo. Alright. Hiyo barabara inaitwa kwa Wamboi Karandi Road. Barabara yenyewe ilikuwa inajengwa na kampuni inaitwa Stekol Corporation. Alright. Stekol Corporation ni kampuni fisadi sana. Mnaweza enda mkaitazama, mkai-Google. Ilikuanga wakati mwingine inaitwa Sinohydro. Hata kuna wakati walikuwa wamekuwa blacklisted na Africa Development Bank, kwamba wasiwahi fanya kandarasi yote ambayo Africa Development Bank wanaifadhili. Alright. Ile kampuni ndio iko na kandarasi nyingi sana Kenya mzima. Ndio. Wao ndio wanajenga barabara ya Mto Mwagodi kule Taita Taveta. Wao ndio walichukua shilingi bilioni 5 ambazo zilikuwa zinafaa kujenga hii mtambo wa BRT hapa Thika Super Highway na kandarasi nyingine nyingi sana. Kwa hivyo wao ndio walikuwa wana kandarasi. Hiyo barabara ambayo iko nje ya gate ya Rigathi Gachagua ambayo inaitwa kwa Wamboi Karandi Road ni ya kilomita 21. Ndio. Ilikuwa ya 1.5 billion. Mimi siku ya Januari 10th ndio mwaka huu, ndio tarehe 10 Januari, nilienda kule for Vampire Diaries. Na nilipoenda kule nilionyesha wa Kenya hiyo barabara ambayo haijakamilika kuanzia kwa ile stage ya kwa Wamboi. Je, mnajua kwamba Rigathi Gachagua alipokea kickback ama rushwa ya shilingi milioni 15 kwenye akaunti yake binafsi? Gachagua mmoja huyu ambaye ana expose masuala yote yaliyo ndani ya serikali. Rigathi Gachagua the truthful man. Ndio. Alipokea kwenye akaunti yake ambayo ni ya kampuni inaitwa Skytop Agencies, ndio, milioni 15 kutoka kwa hiyo kampuni iliyokuwa inajenga hiyo barabara kama rushwa. Gachagua mmoja ambaye masuala yote ambayo Wakenya sasa wanasema hawa ndio watatoa Ruto kwa sababu Ruto ni mfisadi. Ndio. Ukitoka kwa Gachagua, je, nafikiri mumemuona naibu wa rais aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua akitembea, akifanya mountain walk, Huwa anapenda kutembea sana asubuhi na ni vizuri kwa afya yake. Ndio. Unajua yeye anaishi karibu na fence ya Mount Kenya Forest. Kwa hivyo anatoka tu nje ya kwake, anatembea kuingia kwa mlima, kwa msitu. Ndio. Hapo anakotembea, anakokanyaga na miguu yake mbili. Ndio. Kuna mradi ambao unaitwa The Sagana River Restoration Project. Ndio. Ambayo ilikuwa ni ya kutoa maji kwa mto ambao unaitwa Kahiti Stream. Na kupeleka kwa mashamba ya watu wa Nyeri ambao hawana maji. Kwa mfano kule Kieni kumekauka sana. Wanahitaji maji ya kufanya irrigation ili waweze kukuza chakula. Ndio. Hiyo project ilikuwa ya hiyo sababu. Na ilikuwa ni ya 1.1 billion shillings ya kuleta maji ya irrigation kwa wale ambao hawana maji ili waweze kuwa na maji wafanye ukulima. Alright.
Mheshimiwa Rigathi Gachagua tarehe 9 Januari mwaka 2019 alipokea kwenye akaunti yake ya kampuni inayoitwa Machine Center Limited shilingi milioni 443, 443 million. Ili hela mbele ingia kwa mfuko wake. Ili kwa akaunti yake bana. Naam. Na sasa Wakenya wanasema hatutaki Ruto mfisadi, Ruto ni mwizi, tunataka Gachagua. Huyu Gachagua ndo wanataka huyu. Sasa hii coalition, sasa wanaruka kwenye frying pan, ndio wanaingia kwa moto. Ule muungano wa jana, Gachagua, Kalonzo, Matiang'i, Martha Karua, Muturi, wale watu wote wamekuwa kwa serikali. Hakuna mtu mpya pale. Na kama kule Kenya tunataka change kwa nchi, sidhani kama kuna mtu anaweza kuwa anapiga mahesabu ati ule muungano wa njano unaweza kuomboa nchi. Hawawezi kuomboa. Wale lengo lao kubwa tu ni kuchukua mamlaka. Basi. Hiyo ndio lengo lao kubwa. Kuchukua tu power tu basi. Mara hata ukianza kuchunguza one by one, ni upi pale ashaonyesha dalili ya leadership, uongozi hata moja? Hakuna. Ni Matiang'i, Rivayala tunamjua. Ni Kalonzo hata famu tunamjua. Ni Wamalu akiwa defense minister huko. Au nani mwingine pale? Ni Gachagua akiwa deputy president juzi. Uhoro uyu ni urarehe kiuria kia can we change Ruto with people who have been in power before and expect different results? In that team, dirona mundu onomwe. I don't see any new blood there. Any new blood there? Not at all. The only new blood that was there ni Murara Kebaso. Na they stiramuona hau. All these people have been leaders at some point. Adoyo the nimatuikite atogoria at some point. But have they done anything? Have they done anything? And that is one of the questions that Murara Kebaso is asking. And Hari Antonire Agikoro Aki analyze Moduta Kalonzo has been an NP for 28 years. 28 years. He has been a vice president for 5 years. Nadhaishi Gen Z, there is a narrative going on that they want Matiang'i. In this same coalition, everybody wants to be president. And at the end of the day, all the Nimuramanya, they'll still have to choose one person. Thaici nĩ njũĩ rĩrĩa wakorwo gũkĩrugũrio kĩama kĩa Rigathi Gachagua on 15th of May this month. Onake no akauga nĩ arenda gũtuĩka president. He has said it before on an interview. But what is happening to Kenyan politics? What is happening? The politics of ego and greed. Comment down there and tell us what you think about this story.